Siasa za Kanda, kipindi ambacho siku zote angazia masuala kadhaa ambayo yanajitokeza katika sehemu hii ya Afrika na vile vile ulimwenguni. Wiki ambayo ilikuwa na shughuli chungu nzima, ikiwemo kumzika aliyekuwa rais wa 41 George Bush. Bush alikuwa rais wa Marekani kwa kati ya mwaka 1988 hadi mwaka 1992 aliposhindwa na Bill Clinton wakati wa uchaguzi wa Marekani wa wakati huo. Mamia ya watu walihudhuria hafla hiyo, na ikumbuka kwamba Bush huyu ndio baba aliyekuwa rais wa 43 wa Marekani vile vile George Bush. Na tutazungumzia swala la urithi wa siasa katika maeneo mbalimbali duniani. Katika studio za Nairobi kujadili swala hilo tunaye bwana Haman Manyora, lakini sasa hivi anaitwa Mohamed Manyora kuradhi. Karibu sana bwana Haman. Bwana Mohamed. Bwana sana pole kwa msiba. Asante sana. Vile vile tutakuwa na bwana Mohamed Abdullahi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana. Asante, pia pole kwa msiba wa baba yako. Asante sana. Na vile vile kule Tanzania tutakuwa na mbunge wa Mtama ambaye ni Nape Nnauye, ambaye ni mbunge wa chama cha CCM, ambaye tutazungumza naye kwa muda usiokuwa mrefu kuhusiana na swala hili la urithi wa siasa. Ikumbuke kwamba rais wa 4 wa Kenya Uhuru Kenyatta ni mwanawe rais wa kwanza wa Kenya bwana Jomo Kenyatta, marehemu Jomo Kenyatta. Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani na mwahi kugombea urais ni mwanawe aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa Kenya Jaramogi Oginga Odinga. Na ihulka bado inaendelea katika nchi mbalimbali za Afrika, na ndio tunajadili swala hilo kuhusiana na swala la urithi. Bwana Haman, tunaanza Mohamed kunradhi. Umeslimu. Ina Mohamed wawili sasa kidogo kunakuwa na utata. Unasemaje kuhusiana na hili swala la urithi wa kisiasa kwa jumla? Kwa jumla ni mara nyingi ni jambo ambalo huwa lina utata. Naam. Na katika demokrasia ambazo ni changa huwa ni jambo lina utata. Hata mwaka 2002 katika kung'atuka kwake Rais Moi Kenya, kumpendekeza tu Uhuru Kenyatta kulizua mambo mengi sana. Naam. Kwa sababu ni demokrasia changa. Ndio. Na hivi sasa katika Kenya unaona kuna siasa za urithi. Wanasema dynasties versus hustlers. Kwamba kina Raila ambao wamerithi siasa kutoka kwa baba zao, kina Gideon Moi, kina Uhuru Kenyatta, wangependa kubakia pale pale na kuwanyima nafasi mahasla kama kina William Ruto. Kwa hivyo kwanza tuseme ni jambo la kawaida kwamba ukiwa karibu na kitu kinaweza kukuingia haraka kuliko mtu aliye mbali. Nikimaanisha kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Ndio. Na inaweza kuwa kwamba ni rahisi kwa mtoto wa kiongozi, mtoto wa mfalme, mtoto wa rais, mtoto wa mwanasiasa kushikwa na kijoto cha siasa kuliko mtu labda wa kawaida. Lakini inafahamika vibaya. Watu naona sasa ni kama amependelewa au anatumia rasilimali za taifa, mali ya dola kumfanya mwanawe aende mbele na mambo, lakini ni jambo la kawaida. Naam. Kwamba jinsi mimi tu naweza kushikwa na ile Kiswahili kimenipotea. Kuna ile kitu kinakushika ukataka kufanya kitu jinsi mimi naweza kushikwa mtu wa kawaida kwamba ningependa kuwa labda mbunge. Ndio. Vivyo hivyo ndivyo mwanawe rais ama mwanawe waziri fulani anaweza pia akashikwa. Naam. Na katika historia ya ulimwengu, historia ya kidemokrasia haijafanyika kwingi sana. Marekani imefanyika mara 2 nafikiri. Ndio. Yule John Adams na mwanawe Quincy Adams. Ndio. Hivi karibuni Bush tuliyemzika juzi na mwanawe Bush pia. Ndio. Kule labda Pakistan kina Bhutto wale. Kina Rajiv Gandhi na mamake Indira Gandhi kule India. Ni mambo hufanyika lakini si kwa sana kiasi cha kuleta hofu kwa watu. Naam. Unasemaje Abdullahi kuhusiana ile kwamba ni makosa wewe kuwa mtoto wa rais utake kuwa rais? Naam, nadhani kama alivyoeleza Profesa Mohamed Manyora, ameeleza kwamba si kawaida katika ulimwengu
Ni makosa, nikijibu swali lako moja kwa moja, nadhani umeniuliza swali. Naam. Wacha nijaribu kujibu swali nisingilie mengine. Ni makosa mimi kwa maoni yangu, Naam. iwapo rais ambaye wakati huo yuko kwenye enzi amekalia kiti akimridhisha mwanawe Moja kwa moja. moja kwa moja. Naam. Lakini ikiwa mwanawe anatokea miaka mingine kama Uhuru Kenyatta hivi, Ndio. ni baada ya miaka mingapi baba yake amefariki? Miaka 40. Yeye akawa rais, baba yake hayupo hapo, haya ni mambo mengine. Lakini unapompa uwezo mwanao na wewe uko katika kumridhisha pale pale, ni shida. Pia katika Marekani ya kaskazini au North America, tunajua Pierre Trudeau aliyekuwa waziri mkuu wa Canada, kijana wake sasa Justin Trudeau ni waziri mkuu wa Canada. Umeona? Na hutokea kama alivyoeleza profesa, ni kwamba kwa mfano kuna chances kubwa sana kwamba mwanao akawa mtangazaji. Kuna chances kubwa sana kwamba mwanae profesa akawa mhadhiri katika chuo. Naam. Watu hufuata mambo kama hayo, kwamba mtu huweza kurithi, lakini ile kurithi ile ya nguvu ndio ina matatizo. Kwamba mtu anajengwa huko, rais yuko hapo na anampa madaraka ili aweze kufikia mahali fulani. Hajatokea katika Afrika Mashariki, dalili ambayo iko mbaya iko Uganda tu sasa. Haiko nchi nyingine. Naam. Tanzania haijatokea, Kenya haijatokea, mimi ninavyoona. Ingawaje kuna familia fulani, nilimsikia mwanamke mmoja, mama mmoja katika hapa Kenya akisema hivi kwamba sisi tunajua siasa tu, hatujui kitu kingine, na yeye mwenyewe hajatuonesha siasa yoyote aliyofanya ndugu yake labda. Lakini katika family nzima hata ukiangalia unasema huyu mtu alichaguliwa vipi? Naam. Wanapewa viti vya kuteuliwa, lakini si wanasiasa wao wenyewe. Naam. Pia tumekuwa na visa ambavyo mkuu wa chama anamchagua mwanae kushika wadhifa mkubwa katika council, hivi viti vya kuteuliwa hivi. Naam. Unajua? Ndio. Hapo ndio unafikiri vurugu kidogo inatokea, kwamba mtu unampeleka mtoto wako hata huna haya. Wewe ni kiongozi wa taifa zima wa chama au kaka yako, huna hata haya, lakini wanaacha makavu sana wa jamaa. Manisa ya Stephen Kalonzo Musyoka akapeleka mwanawe katika ile bunge ya Afrika Mashariki Yala. Naam. Pia nduguye kakake Raila Oburu Odinga akaenda kule. Kuna mambo mengine ambayo yanabidi haya ituzuie kuyafanya na wasema yeye. Naam. Na nimesikia umetaja Tanzania, hebu tumsikie Nape na huyu ni mbunge ambaye ni machachari sana wa chama cha CCM, yani chama tawala. Hali namna gani bwana Nape? Habari za Dar es Salaam? Na nimesikia umetaja Tanzania. Tutarudi kwa bwana Nape kwa muda usiokuwa mrefu kuhusiana na swala hilo, tujue kama Tanzania hali iko jinsi ilivyo Kenya ama ni tofauti kidogo. Bwana Haman, kunradhi bwana, wacha nitumie la Manyora ili manake hilo bado linatatiza ulimi. Sasa umetaja hiyo mifano, lakini kuna watu wengine wanapokuwa katika hivi vyeo wanatumia nafasi moja kwa moja. Kwa mfano kama nchini Uganda, kuna wakati mke wa Museveni amekuwa waziri na yeye mwenyewe ni rais. Sasa kuwa katika baraza la mawaziri anakaa hapo na mke wake. Huoni kama hiyo kunaleta mgongano wa kimasilahi? Alipoteuliwa mkewe, nafikiri anaitwa Janet Museveni, watu waliteta, lakini anasema kwamba huyu ni mtu ambaye amehitimu, anafaulu, ako qualified kivyake, na ni kweli kabisa, si mtu hivi utamchukulia hivi. Lakini alivyosema hapa kwamba mambo mengine kidogo lazima upate aibu ukiyafanya. Huo ndio binadamu. Hiyo ndio basi tofauti ya binadamu na mnyama. Manake binadamu kuna mambo mengine angependa kuyafanya, lakini haya fulani namshika. Unaona, je, watu watasema nini? Nikichukua mwanangu mimi, manake na mamlaka, nikamsaidia yeye kupata kitu, na sio yeye peke yake ako qualified. Kuna wengi tu. Jambo kama hilo. Sasa mtu akitumia nafasi ile alionayo, uwezo wake, ushawishi wake, hata rasilimali za dola
kumsaidia mwanawe ili apande ngazi kisiasa, hapo ni mbaya. Ningependa pia nikurushe nyuma kidogo, kwa nini watu hapa Kenya wanasikia hivi wakisikia mambo ya urithi. Manake imeanza kwamba tangu miaka za 70 kule mwisho labda hata katikati, tulikuwa na mazoea kwamba mwanasiasa mashuhuri akifariki, mara hiyo mwanawe anawekwa kwa kiti au mkewe. No. Na si kwamba ana uwezo. Wacha huyu ya Nyenze juzi. Ya Nyenze pamoja na kwamba amesaidiwa na Wiper, lakini aling'ang'ana mwenyewe. Ndio. Lakini ukiona mifano nachelea kutaja watu, wengine wakiwa ni marafiki zangu mimi. Manake wale waliwekwa tu siku za Moi za KANU. Naam. Ndio inafanya watu lakini labda nikuchechawize kwa hilo. Kuna wale ambao waliwekwa na wakaonyesha kwamba ni mahiri vile vile. Kwa mfano kama mwaka wa 1994 alipofariki Nicodemus Khaniri, huyu mtoto wake alichukuliwa moja kwa moja kutoka Marekani. Lakini unapomwangalia ana ukakamavu wa namna fulani. Ana ukakamavu, ameiva, na ni seneta wangu na ni rafiki wangu, lakini itakumbuka kwamba alipopewa kulikuwa na hizi cartoon mwandishi kwa Kiswahili vibonzo vikimuonesha yeye akiwa na napkin na akicheza na toy. Maana alikuwa mdogo sana kwa umri. Naam. Kiasi ya kwamba hangaliweza kwa kivyake yeye Kennedy kuchukua kiti cha Hamisi. Naam. Lakini unavyosema ni kweli kwamba sasa hivi ameiva. Alishaiva, amebobea na ni seneta, baadhi ya maseneta mashuhuri katika nchi. Baadhi ya watetezi mashuhuri na vitu vikubwa viko mbele yake vinakuja. Lakini alipopewa yeye alikuwa mtoto mdogo sana. Wengine una ujuzi zaidi kuliko mimi hapo. Wengine ungezungumzia pia Mudavadi. Mudavadi pia alipewa, alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 29 na hapo 20 na kitu. Naam. Ukimwona akiwa mwoga hivi mwaka wa 89 ni mtu sampuli ya kushikwa mkono. Naam. Na hata kwenyewe kama Mudavadi, kama Moi hakuingilia, hata kama anatoka Vihiga, kama Moi hakuingilia, lao si Moi, hata yeye pia hangepata. Naam. Hata ndani ya nyumba yao, in the family, na vile kulikuwa na kijana mmoja akionekana kuwa ndio sana anaonekana. Naam. Lakini kwa sababu ya hizi familia za Kiafrika na mambo yake, kwa hivyo kwa ufupi hata yeye pia na karibu wote tu unaweza kuwataja sasa ukitaka. Wote ni wale walipewa kwa sababu ya uwezo alikuwa nao Moi na chama cha KANU. Naam. Ndio sababu watu wakikumbuka urithi, wakiona urithi, wanakumbushwa mambo kama yale. Pamoja na kwamba kina Mudavadi wameiva, wamekuwa mawaziri muhimu, wanakaribia kuwa rais sasa hivi, urais hauko mbali na yeye, lakini kupewa alipewa. Naam. Kuna wengine ambao wamepewa ambao baada ya muhula mmoja wakamalizika kabisa kwa sababu ile kazi walishindwa. Lakini kuna wengine ambao kama alivyosema profesa ambao waliibuka kuwa hodari. Mmoja wao ni Mike kijana wa Malwa. Naam. Baba yake alikuwa mjumbe wa bunge. Alikuwa senator na alikuwa rafiki yangu na alikuwa mtu mmoja ambaye angekuwa rais mzuri sana wa taifa hili. Ndio. Alikuwa ni mtu mwenye ujuzi, mwenye ukamvavu, mtu mwenye msimamo wa siasa ambaye hawezi kununuliwa. Hawezi kununuliwa Mike. Naam. Na mtu yote. Na alikuwa ni mtu mwenye msimamo. Hata huyu kijana huyu wa Malwa sasa ambaye ni waziri. Pia baada ya ndugu yake kufarika kake wa Malwa, hata alijaribu kupata, hakupata, lakini baadaye akaja na he has proved his worth. He's a capable person. Kwa hivyo si kwamba mtu akiridhi babake ama kakake ni kwamba hataweza, lakini kwa tu alivyosema mimi na unavyouliza na tunavyokubaliana ni kwamba wakati mtu anatumia uwezo wake, uwezo wa kiuma au mali ya umma kumfanya mwanawe apate, hapo ndio kuna tatizo. Asante sana. Basi tuelekee nchini Tanzania ambapo tuna mbunge Nape Nnauye. Nape, hali namna gani? Habari za Dar es Salaam? Nape, hali namna gani? Habari za Dar es Salaam? Naona kuna vurugu huko Dar es Salaam, na huko ndio kuna mambo mazuri tulitaka kujua kuhusiana na kina Makongoro Nyerere ambaye vile vile yuko kamati kuu ya chama cha CCM, na vile vile mwanawe Ali Hassan Mwinyi, rais wa pili wa nchi hiyo ambaye vile vile ni waziri wa nchi hiyo, na mambo kama hayo. Bwana Manyora, kuna hili swala, kuna tamaa fulani katika haya mambo ya urithi, na pamoja na kwamba Marekani ni nchi ambayo inaonekana ina demokrasia,
sana, lakini kumekuwa na utashi fulani hivi katika siku za hivi majuzi. Kwa mfano baada ya Bush huyu mchanga ambaye alichukua kazi hiyo kutoka mwaka 2000 hadi 2008, katika uchaguzi huu ambao umekwisha mwaka 2016 Marekani, yule kijana wa Bush tena, yani kakake Jeb, alitaka pia kuwa rais, lakini hakuchaguliwa na chama cha Republican. Huoni kama kuna utashi fulani, kuna hamu ile hamu na mbali na hayo Clinton mzee alikuwa amegombea, alafu baada ya muda kidogo mkewe anataka kuwa rais. Unaona vitu, unasemaje kuhusiana na vitu vitamu ikiwa karibu na wewe unajua utamu wake. Sisi wengine tuko mbali, hata tujui ni vitamu sana. Tunafikiria tunahisi ni vizuri, lakini hatujui. Lakini wale wameonja. Naam. Yule Clinton amekaa kama first lady miaka 8 ikulu ya White House. Unafikiri hajui utamu ulio pale White House? Hivi sasa kuna msukumo. Kuna kule kumsukuma Michelle Obama. Naam. Anasema mimi sitaki wala sitawahi, lakini wangapi wamesema na wakaingia. Anasukuma aingie katika siasa. Naam. Kwa hivyo huu utamu, babako akiwa ni mbunge, Naam, unaona heshima anazozipata, kupigiwa masaluti, mkienda mahali anaheshimiwa, hata kuitwa mheshimiwa. Kile kitu ni kamdudu fulani kanaweza kakakuuma wewe pia, kama mimi ningependa pia kuitwa mheshimiwa. Naam. Kwa hivyo si jambo la mambo mengi katika ulimwengu nabiswa. Naam. Hususan mambo makubwa hutokea kiaccidental. Naam. Ama kifate. Naam. Na kwamba ni wachache wetu hupanga maneno ambaye sisi yatatupata na hatima yetu. Ndio Tunapangiwa. Sasa hawa ambao wako karibu na haya mambo, wao wana uwezo wa kuyapanga, manake yako ndani yao, yako karibu na wao, wanajua ni mikakati ipi utaweka. Na pia usisahau kwamba siasa inaandamana na pesa. No. Ukisema pesa hapa Kenya watu nafikiri ni pesa ya kuhonga watu. La, hata Marekani ukisimama unaanza kuchangisha pesa. Unasikia? Ndio. Mamilioni ya dola utakazochangia yanaonesha uweza wako na ule uzoefu wako na uwezekano wako wa kuwa rais. Kwa hivyo mambo haya yanaambatana na pesa. Ndio. Pesa zinakuwa mara nyingi katika familia za kisiasa. Naam. Mambo haya pia yanaandamana na kujuana, ile network. Wakati baba yako ni mbunge wa Kimilili au sijui ni wapi, amejenga zile network. Ana marafiki wa kifamilia na wa kisiasa. Sasa wewe ni rahisi kumurithi kwa kuchukua ile network, ule mtandao wake wa marafiki. Naam. Pesa zile alizonazo na jina lake unalitumia. Maana si rahisi kushinda kiti cha uchaguzi kuanzia ukansela, MCA hadi urais wa taifa hata ndogo kama Kenya hivi. Kwa hivyo si jambo rahisi, linahitaji pesa, linahitaji marafiki, linahitaji kujulikana. Na haya huwa rahisi kwa mtu ambaye anatoka katika familia ambaye haya yote sio shida. Ndio tunaona watu wanaibuka kutoka katika familia kama hizo. Bwana Abdullahi, kabla yani kwa muendelezo huo alafu utatoa hoja yako. Tuko naangalia haya mambo ya ile hamu, utashi wa kwamba watu wanataka wa familia moja pengine waongoze kwa muda mrefu. Na tupate mfano wa Fidel Castro ule wa Cuba. Aliongoza kwa zaidi ya miaka 40. Alafu baadaye aliyemrithi alikuwa kakake Raul. Sasa unaangalia katika kipindi kwa karibu miaka 50 ni familia moja inaongoza. Unasemaje kuhusiana na swala hilo? Hiyo inatokana na ule mfumo uliokuwa huko. Naam. Haiwezekani katika mfumo wa kidemokrasia. Huo mfumo huko ni wa kijamaa, wameweza kufanya maendeleo mengi. Naam. Lakini ulikuwa mfumo wa kidikteta. Naam. Kwamba chama ndio kinatawala na rais ndio anahukumu kila kitu. Katika hali ya kidemokrasia ni vigumu sana mtu kuweza kuwania madaraka. Pengine tumkumbuke hapa kidogo, nadhani jambo moja ambalo limesema hapa na profesa ambalo ni la muhimu sana. Naam. Ni kuna ile bahati. Hakuna mtu alikuwa anategemea kwamba Rais Moi atakuwa rais wa nchi hii. Watu wengi katika miaka 70 hawakutegemea. Watu walisema ni wingu linalopita, passing cloud. Naam. Unaona? Na kwamba hataweza kushika na akatawala kwa muda mrefu kuliko rais yote katika nchi hii. Kwa hiyo
kuna kitu cha bahati. Mwinyi pia ni hivyo hivyo wa Tanzania. Sinjua alikuwa waziri wa afya, alafu pakatokea maafa katika mkoa fulani, watu wakafa, akajistaafu. Baadaye sijui alifika vipi akarudi kashika madaraka. Naam. Na samahani, pengine nitasema hata bwana Kibaki, watu wengi walikuwa wanamuona kwamba si mwanasiasa, yeye ni muoga. Ni technocrat. Kwamba yeye si mwanasiasa kabisa. Ndio. Na kulikuwepo na wasiasa washupavu sana ambao hawakufanikiwa. Tumekuwa na watu kama Tom Mboya, kama Ngala, kama watu mahodari sana ambao walikuwepo, lakini Muliro. Unaona, kulikuwa na wanasiasa washupavu sana hapa nchini Kenya na hakuweza kushika madaraka makubwa. Kwa hiyo kuna ile bahati nayo iko, na hali inavyokuwa saa nyingine unasema hivi kwamba mtu ambaye ni mpole, ambaye amenyemelea, ndio unaona huyu ndiye anaibuka. Na yule mtu mshikakamavu unaona kwamba yuko nje. Na wacha tuone kama kisirani cha mtandao kimeondoka kule Tanzania. Hali namna gani bwana Nape? Salama kabisa. Habari ya Nairobi? Salama, pole. Kumekuwa na vurugu la mtandao kidogo, lakini karibu sana katika kipindi Siasa za Kanda. Leo tunajadili kuhusiana na ile swala la urithi. Na huko Tanzania naona kuna kijana wa bwana Kikwete ambaye ni mbunge, alafu vile vile kuna mkewe ambaye pia amechaguliwa kwa mbunge wa viti maalum. Wa Tanzania wanalichukuliaje swala hilo? Kimsingi unajua kwenye nchi za kidemokrasia swala la urithi si swala ambalo lipo, lakini inaweza kutokea kwamba mtu ambaye pengine mzazi wake alikuwa ni kiongozi, au ndugu yake, mume wake, mke wake alikuwa ni kiongozi, akapata fursa ya kwenda kushika madaraka fulani. Mimi nadhani huku tukikuita ni kurithi si sawa, unless kama wale kama mchakato wa kumuingiza umebebwa na huyo aliyetangulia, then unasema huu ni urithi. Na pengine tuwe wawazi kwamba mtu hachagui anazaliwa wapi. Mimi nimejikuta nimezaliwa Tanzania. Babangu alikuwa waziri hapa, alikuwa mkuu wa mkoa, alikuwa msaidizi wa rais, na mimi nikajikuta nimependa siasa, nimefanya siasa, nimefika nilipofika. Na tena mimi nilianza siasa baada ya babangu kufariki. Kwa hiyo ukisema nina rithi sio sawa. Na iko mifano mingine mingi sana, lakini hili jambo lazima tuliangalie kwa upana wake. Tusimhukumu mtu kwa sababu alizaliwa na kiongozi, lakini pia tusimbebe mtu na kumpa fursa kwa sababu alizaliwa na kiongozi. Mtu apewe nafasi kwa sababu anaweza, anatosha, na ana fursa ya anaweza akaitumikia nafasi aliyoiomba. Kwa hiyo hata hapa kwetu umetoa mfano wa ndugu Kikwete, mwanae ni mbunge, tena kwenye jimbo ambalo babake alikuwa mbunge, lakini alipita mchakato akachaguliwa akashinda. Tena ulikuwa ni uchaguzi mdogo. Alifariki ambaye alikuwepo, wakaenda wakashindana wengi, huyu kijana akashinda. Mama yake ameteuliwa na rais katika nafasi zake za katiba, za kikatiba. Hili linaweza likawa na maswali hapa na pale, lakini nalo halileti tabu sana, kwa sababu tayari Mama Salma Kikwete alishakuwa mwanasiasa hata kabla mume wake hajawa rais wa Tanzania. Mama Salma Kikwete alikuwa anajihusisha na siasa za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nachotaka kusema tu hapa kwamba nadhani tuweke msingi kwamba mtu asibebwe kwa sababu kulikuwa na ndugu yake alikuwa kiongozi, lakini pia mtu asizuiwe kuwa kiongozi kwa sababu tu eti kuna ndugu alimtangulia akawa kiongozi. Naam, asante sana bwana Nape Nnauye. Na kama ulivyosema, wewe hukubebwa, manake wewe umetoka katika familia ya wanasiasa, na kawaida unapoongea katika bunge la Jamhuri la Muungano wa Tanzania kuta mara nyingi hutetemeka.
Nachukua mapumziko kidogo na tutarejea kwa muda usiokuwa mrefu kujadili swala hili kwa kina na tathmini.